Alright, ladies and gentlemen, karibu kwenye Nameka Live Show, ambapo kwenye channel yetu hii upande wa Facebook tunapatikana, vile vile TikTok tunapatikana, na vile vile makao makuu kule YouTube pia tunapatikana. Siku ya leo niko na mgeni ambaye ni kijana wetu, ambaye pia ni kakangu vile vile wa maeneo haya ya Tana River. Nimeweza kumwalika kwenye podcast yangu ambayo ni Nameka Live Show. Kwenye channel yetu hii itakuwa tunakuletea matangazo ya biashara, matangazo ya siasa, na vile vile masuala yanayohusu mpango mzima wa dini. Na bila kuchelewesha muda na wakati, tutaungana na rafiki yetu ambaye pia ni aspirant wa MCA maeneo ya Garseni Central ama Garseni ya Kati, kijana mdogo, kijana mchapakazi, kijana mdogo wa mwili lakini mwingi wa shughuli. Kakangu, karibu sana kwanza kuweza kufika kwenye podcast yangu ya Nameka Live Show. Pengine kuna watazamaji wetu hawajui tuko na nani leo, pengine ujieleze wewe ni nani, na kwa pengine Hon J, wengi wanakujua kama Hon J kama sijakosea. Pengine Hon J ni nani katika kaunti ya Tana River na vile vile katika maeneo ya Garseni Central. Pengine karibu sana kwenye podcast hii. Asante. Naam, asante sana Nameka. Nafurahi kwamba umeniita kwenye hii podcast ili tuweze kujadiliana mambo ya Tana River kwa kinaga ubaga. Ulivyosema, mimi kwa majina naitwa J Mohamed, ni kijana wa Tana River. Yes. Nimezaliwa pale Galili, ni kijiji inajulikana sana hapa Garseni. So mimi nimesoma, nikalelewa, nikakua hapa Garseni Town. Ni kijana wa Garseni Central kwa majina ulivyosema. Ni aspirant 2027 ya kiti ya MCA ya Garseni Central. Bado tuko kujadiliana na wananchi, ili tuweze kuokoa Tana River kutoka kwa mikononi mwa wale ambao wameshindwa kuisongesha mbele. So doctor, asante. Pengine tuweze kuingia kwenye mada kuu. Wewe ni kijana mdogo, pengine kijana chipukizi unainukia saa hii. Na mtazamaji wetu, kumbuka kuwa tunaongelea masuala ya siasa, vile vile tutagusa masuala mbalimbali yanayohusiana na kaunti ya Tana River, ikiwemo nafasi ya vijana kwa uongozi, kuhusu mirengo ya ukabila inayohusu ama inayofanyika katika kaunti yetu ya Tana River. Na ikumbukwe kuwa mwaka wa 2027 huko mbali, na saa hii katika kaunti ya Tana River mirengo ya kisiasa, mirengo tofauti imeweza kuchepuka. Mgeni wetu ataweza kuzungumzia hayo, na vile vile kuna wakati tuseme kulikuwa na broad based government katika county, national government. Yes. Lakini kulikuwa na viongozi wa ODM pengine Tana River walikuwa wako kwa hiyo broad based government. Pia tutagusia ni vipi Tana River imeweza kufaidika ama haijafaidika na hii broad based government, na vile vile tuko na miaka 15 ya ugatuzi Tana River. Pengine tuone kama tumeweza kupiga hatua, na vile vile tutazungumzia kuhusu siasa zinazohusu katika kaunti ya Tana River. Nikisema hiyo na maanisha pengine siasa ya Tana River imekuwa ikipelekwa na wazee, ambapo tunaweza sema kuna mambo ya Gasa, kuna wengine wanajiita Matadedha, nadhani ni different tribe hizo. Alafu kuna hawa ndugu zetu pia sikumbuki wanajiita nani, pengine kama unaweza nikumbusha. Wale wanakutana Meti, jamii ya Wardei, Gasa ya Meti. Gasa ya Meti. Alafu Wapokomo umesema wako na Gasa pia, wanaita Gasa. Alafu Waorma ndugu zetu Council ya Matadedha. So doctor, na vile vile tutagusia siasa ya ukabila. Pengine karibu Hon Mheshimiwa J kwenye hii podcast, na bila kuchelewesha muda na wakati tuweze tu kugusia uongozi wa vijana ama nafasi ya vijana kwa uongozi. Pengine kama wewe ni aspirant saa hii, unaizungumziaje swala hilo hapa Tana River? Mimi kwanza niseme napigia upato uongozi wa vijana kaunti ya Tana River na kote nchini, hata nchini Kenya, kwa sababu 2027 tuko na expectation ya kwamba asilimia kubwa ya ubunge katika bunge la kitaifa itakuwa ni vijana. Vivyo hivyo basi hapa Tana River tuko na hope ya kwamba asilimia kubwa ya vijana wataweza kuchukua
nafasi ya MCAs wale watakuwa kwenye hiyo county assembly kwa mwaka 2027, kwa sababu niko na imani na vijana, kwa sababu wako na ile nguvu, wako na ile ari, they have that energy, that synergy to propel leadership. If we just look for an example, what is happening in the National Assembly, if you just check the rankings, the polytracks, all the opinion polls that have been conducted by different survey groups, it has shown that those who have been top performers in the National Assembly have been the youthful leadership in the National Assembly, from Babu Owino to Ndindi Nyoro to Peter Salasya. These are youths. Same way, if even we go back to most of the county assemblies, still youths are leading. They have proven to us that even those that are coming are capable of it. Labda tu niongelee kwa lugha ya Swahili ili iweze kuwa rahisi kwa wanatana na wale watu pale nyumbani mashinani waweze kunipata vizuri. Naongelea nini? Swala la vijana kuchukua uongozi ni jambo muhimu sana sasa hivi, na pia ni mojawapo ya revolution ambayo inatokea Kenya mzima, na pia hata beyond Kenya. Ukiangalia nchi kama Senegal, juzi ule rais wa Senegal ni kijana mdogo kabisa, aliweza kufungwa alipotoka jela, hajapata hata nafasi ya kupiga kampeni, lakini alienda akachukua uongozi pale Senegal, na sasa hivi Senegal imepiga hatua. Ukiangalia mambo ya elimu, sasa hivi kuna free secondary and primary education Senegal, they have an agenda, the clean city Senegal. Unaona mambo imetulia. Pengine swali tu ningependa kukuuliza. Ndio. Nimekuona kwenye mbio nyingi za kisiasa. Nini chanzo cha wewe kuweza kuwania nafasi ya MCA ama uwakilishi wadi ya hapo Garseni Central ama Garseni ya Kati? Asante kwa hiyo swali, hilo nilitarajia lazima utaniuliza. Jambo ambalo limenisukuma mimi kuja kujitokeza kama kijana kwa uongozi, kwa sababu hiyo itamaanisha nitaongelea wodi wangu kwanza, wodi kule ninakotoka mimi, wodi ya Garseni Central. Baada ya miaka 15 ya ugatuzi tulivyoongelea, bado kuna mambo ambayo mimi nina imani ya kwamba nitakapopewa nafasi na wana Central, niko na imani ya kwamba mimi nitayatenda. Hayo mambo sikuona yakitendwa na wale ambao wameshikilia hiyo usukani kwa sasa kwa miaka 15. Kwa hivyo singependa kuona wodi ya Garseni Central ikibaki nyuma kwa miaka zingine tena. Ndipo sasa mimi kama kijana nimejiamini, nikajitolea kuja kuomba wananchi wa Central waweze kunipatia idhini ya kuwafanyia kazi na kuwawakilisha katika bunge la County Assembly ya Tana River. Aya, so dakta kabisa. Na pengine nimekuelewa venye umeelezea. Ndio. Na uko broad based government ama uko upande wa upinzani kama wewe kijana? Mimi na samahani, kama uko broad based government tuelezee kwa sababu gani, na pengine kama uko kwa upinzani pia tuelezee nini kilichokupelekea wewe kuingia kwenye upinzani na bado wewe still ndio unainukia ama ni chipukizi. Asante Nameka. Mimi kusema ukweli, mimi kama kijana, unajua kuna vijana chupikizi wa kizazi cha Gen Z. Sisi tunapigia upato serikali hii iweze kupumzika, tuweze kupata serikali nyingine tofauti ama uongozi tofauti ambao utautenda uongozi wa Kenya kwa njia tofauti na wale ambao sasa hivi wako mamlakani. Sisi kama wana Tana River hatuna chochote ambacho tunaweza jivunia, hata kama tuko na PS, tuko na watu wamepewa kazi hapa kwa boards. Sisi kama wa Tana River na wananchi hatuna chochote ambacho tunaweza jivunia na serikali hii ya kitaifa ya 2027 ya William Ruto. Hakuna barabara Tana River. Sisi tulikuwa na Tarda na Bura irrigation schemes. Hii serikali imeshindwa kuifufua Tarda na kuifufua Bura irrigation schemes. Tuko na barabara inatoka pale ukitoka junction ya Tarasa. Tuko na watu wakulima wengi sana sehemu za Chara mpaka huko Oda, mpaka Ozi huko ndani. Hao watu ni wakulima, lakini wanahitaji kidogo tu labda kabla nimalize. Wanahitaji kufikisha mazao yao mashambani, sokoni kutoka mashambani. Lakini serikali hii hiyo barabara imekuwa ikiombwa. Mimi nakumbuka watu kadhaa wamekuwa wakiongelea hiyo barabara. Na
nakumbuka mbunge, nakumbuka speaker wa county, namkumbuka gavana aliyekuwa gavana Hussein Dado, namkumbuka Senator Danson Mungatana wakiuliza rais siku moja alipokuwa hapa kwamba barabara hiyo ni barabara muhimu sana kwa wanatana. Okay, ni sawa sawa. Kuhusu barabara ya kama sijakosea hiyo umesema ya Tarasa inafaa kuundwa, inafaa kutengenezwa. Naam. I think hiyo barabara kuna time imekuwa gazetted. Ni vile tu muda bado haujafika wa kutengenezwa. Tuko na matumaini ya barabara itatengenezwa. Swala la wakulima pengine umesema kama Tarda na maeneo mengine kama Bura tunaweza sema imepiga hatua, na nadhani viongozi wanashirikiana kwa sababu already kuna vijana tayari wameajiriwa, na already pale kuna shamba ya miwa na vile vile kuna wawekezaji tayari wako maeneo hayo ya Bura. Kwa hivyo upande wa Bura na matumaini hapo, ni vile tu serikali iko na mikakati yake na serikali iko na utaratibu wake tuweze kusonga mbele. Ama pengine ulikuwa unataka kunikata? Nilitaka kuongezea swala la Bura na Tarda irrigation scheme. Okay. There is no way from nowhere, mimi naweza sema serikali imetupiga jicho sisi. Kama unakumbuka safari za Mheshimiwa Rais katika kaunti hii kuna kuanga na ahadi anazichukua, na sisi wengine wetu huwa tunazinukuu vizuri sana yale maneno anayoyasema. Kuna ahadi ya milioni 450, 450 million ilikuwa inafaa kuwekwa pale Tarda iweze kuifufua. Na ni kweli Tarda na Bura kwa sasa hivi zinajaribu kufifia kuweza kuiamka, lakini inahitaji serikali kuwekeza pesa vile wanavyowekeza kule kaunti zingine. Wanaweza kuwekewa, na ikiwekezwa pesa kuna ile pesa inawekwa abruptly, immediately, with immediate effect. Serikali inasema in the next 4 to 5 months, 6 months, tunajua mambo ya serikali ni ya 6 months. In the next 6 months pesa inawekwa na inaanza kufanya kazi. Sasa ni miaka 4 serikali hii iko na chini ya mwaka mmoja kuweza kutoka mamlakani, kwa sababu sisi tunaamini wanatoka mamlakani kwa imani yetu. Chini ya niko upinzani, unasema uko na uhakika wataondoka. Tuko na imani kubwa sana, na pia ni ombi letu iweze kujibiwa ya kwamba watoke mamlakani kwa sababu wameshindwa na kazi. Kwa hivyo tuko na imani ya kwamba chini ya mwaka mmoja mambo ambayo hayangeweza kutekelezwa ya Tana River kwa miaka 4, sidhani kama serikali hii itatekeleza kwa mwaka mmoja. Inawezekana kwa sababu tayari hii wiki pengine kuna matumaini mambo yatabadilika. Vile vile kuna matumaini pengine, unajua nchi ni kubwa, Tana River bado time yake haijafika, lakini pengine tunaweza weka imani time itafikiwa. Usiseme pengine mwaka mmoja imebaki na huo mwaka mmoja kuwa hautaweza kupata muda wa kutimiza. Na of course labda kuongezea, rais anafaa kukua kwenye hii county wiki inayokuja, ama ni hii wiki I think probably, hata labda kabla hii wiki haijaisha. Leo ni Monday, by Alhamisi ama Ijumaa rais huenda atakuwa hapa Tana River inshallah. Na kama kawaida sisi tunajua kama wapinzani kutakuwa na labda hata ahadi zingine kando na ile nyingine kutekelezwa, because sisi tunasemanga hii serikali ni serikali ya promise. So ni serikali ya promise, lakini labda nitaandaa wanatana wangoje promises zingine kwa hii wiki tena. President anakuja na niko na imani wanatana watafurahia, kwa sababu kuna miradi ya affordable housing iko hapa Minjila, pale Galole iko, na vile vile Bura iko. Alafu vile rais amefanya msimtetei, lakini yale aliyofanya tuseme amefanya. Wewe kama mpinzani obvious utaona kile negative na mtazamo, na sisi huwa tunaipima vizuri sana. Nadhani mtazamo wetu ni ule ulio sahihi kabisa. Labda tuendelee. Sawa, wacha turudi Tana River sasa. Tumepiga kidogo national government, tuweze kuzungumzia mirengo ya ukabila kwenye county hii ya Tana River. Pengine je, wewe kama vijana ni wakati sahihi ya wananchi kupelekwa kwa mirengo ya ukabila, mirengo ya tuseme mirengo ya ukabila tu sana, kwa sababu tayari kumeanza kuchipuka. Kuna mirengo tofauti. Nasikia kuna mirengo ya Irba, kuna mirengo ya Chanamaro, na vile vile kuna mrengo Tanabalo. Pengine mirengo hii tatu, kama wewe kijana unaona ni wakati sahihi? Asante na Meka. Mimi kama kijana nilivyokuambia,
tuko na mtazamo tofauti wa siasa sasa hivi. Kenya inaendelea kupata revolution of ideas. Hii inaendeshwa na young people, Gen Z tulivyosema. So tukiongelea Tana River na swala la ukabila na swala la mirengo za kikabila, mimi niko na imani, nadhani kuna mirengo zingine hapa tu, nadhani kidogo at least iko na muonekano ya kwamba iko na jamii tofauti ndani yake. Lakini nikiongelea swala la ukabila Tana River na uongozi haswa, mimi nataka kwanza niseme na ikemea. Kama kuna mrengo yote ya kikabila inaendelea Tana River, hata kabla tuseme tutawapigia ama tutawapigia, tuseme shetani ashindwe. Kwa sababu Tana River tumetembea njia ya ukabila kwa miaka mingi, kuanzia kabla hata ugatuzi ifike. Tukipigia kura za ubunge na marais na nini, councillors wale zamani, tulikuwa tunatembea na sera za ukabila. Sera za ukabila na mirengo za ukabila haliwezi kuwa dawa na donda sugu la uongozi mbaya na maendeleo ya kudhoofika hapa Tana River. Suluhisho lake haliwezi kuwa sisi kushikana na kikabila. Kwa sababu labda tuniongelea hapa Garsen, hiyo kiti ya ubunge ya Garsen kama mfano mmoja tu, nitatumia hiyo. Pale Garsen, hapa Garsen tuko na jamii tofauti. Na ukiangalia historia ya Garsen vizuri, kabila mingi ama jamii mingi imeweza kuchukua uongozi wa Garsen. Kuna wakati nadhani Wapokomo walikuwa na mbunge Garsen. Kuna wakati jamii ya Wardei walikuwa na mbunge Garsen. Tuko na mbunge wa jamii ya Orma zamani, sasa hivi pia nadhani ni Morma huyo mbunge wa Garsen. Hili inamaanisha nini? Tatizo sio kabila. Jibu sio mtu eti ni jamii yako ndio atasaidia Garsen itainuka ama Garsen itaendelea. Sahau. Mimi nataka kuambia wana Garsen na watu wa Tana River, ushapigia miaka zile zilizopita mara mingi mtu wa jamii wako ama mtu wa kabila yako kura mara mingi, na hajafanya chochote tofauti hata kupeleka popote. Ni wakati wa kuangalia vizuri ni nani anasimamia sera, ako na maono ya kubadilisha Garsen bila kuangalia wewe unatoka jamii gani. Tukisema Garsen ama Tana River ni mahali ambapo mtu akishikilia uongozi, mwanafunzi anafaa kwenda shule, analipiwa karo zile za basari za CDF ama zile zingine zozote NGAF, zile county scholarship, inafaa mtu analipiwa tofauti na mtu ametoka jamii gani. Si lazima ukue wewe ni mjomba wa gavana, sio lazima wewe ukue uko na sijui mbunge ni babu yako ama nani yako ndio uweze kufaidika na uongozi. Ni wakati mwafaka sisi kama wana Tana River tupige siasa na uongozi kwa darubini tofauti raundi hii. Tupigie mtu kwa sababu ya sera na maono wako nazo. Tusipigie mtu kwa sababu labda ataongea lugha sawa na mimi. Mimi labda tu nikue mfano mzuri. Sitakupigia kura kwa sababu utakuja kuniongelesha lugha yangu. Ni wakati mwafaka mimi niangalie unaongea uko na maono gani kwa Garsen. Na maono sio zile campaign trails promises. Lazima utuonyeshe nia na ari ya kwamba utaweka Tana River pamoja, licha ya kwamba wewe unatoka jamii gani. Kwa sababu sasa katika hiyo mirengo kuna wengine wanazunguka wakisema mimi ni kabila lako, nipe kura, ukinipatia kura nita hizo story ama hiyo. Alafu pia wengine wanakuambia kila mtu na mtu wake, like wanasema mimi ni Morma, nipe kura kwa sababu mimi ni Morma. Mimi ni Mwardei, nipe kura kwa sababu mimi ni Wardei. Mimi ni Mpokomo, nipe kura kwa sababu mimi ni Mpokomo. Lakini kiongozi hasimami juu ya jukwaa akasema ama kwa wananchi aseme mimi ukinichagua nitafanyia watu wa Tana River hii na hii, kutumia lugha ya Tana River ama Garsen ama hiyo mahali unataka kuwakilisha. Usitumie mimi ni wa jamii gani. The idea ya kwamba mtu anasema as much as mimi ni wa jamii yake, tunajua jamii fulani itapiga kura mahali fulani, tunajua jamii fulani inafuata mtu fulani. I think kama tungekuwa werevu wa kuipiga darubini vizuri siasa hii wanatana, tunafaa kusema hiyo ni bygones. Ni mambo ambayo yamepitwa na wakati. Si wakati mwafaka mimi tukuangalie sijui wewe na nani mkishikana, jamii fulani na jamii fulani itakuwapigia nyinyi kura kwa sababu nyinyi mmeshikana. Ni wakati wa kusema sera yao ni upi.
wale fulani na fulani wameshikana, sera yao ni upi, wako na ajenda gani kwa Tana River. Nadhani wakati mwafaka ni huo. Mimi nitaomba wanatana kupitia nafasi hii ambao nimeapia kwa hii podcast, msipigie watu kwa sababu ya kabila. Hata kama ni kabila yako, usipigie kura. Ile kura utapiga kwa sababu ya sera na maono. Hauta regret hiyo kura tena. Hautasema lau ningejua singepiga kura pale. Lakini ile kura uta regret ni kura kupiga kwa sababu ya kabila. Unamwacha kiongozi. Na mara mingi tukipiga kura kulingana na kabila ama jamii ama mirengo, mara mingi hizo kura tunatoa uongozi ambao sio mzuri. Angalia wale, jaribu tu kupiga darubini kwa sababu wewe ni mwanahabari. Nitakuachia sasa hiyo, nitakupatia assignment. Jaribu kuangalia wale viongozi wote ambao wamechaguliwa kwa sera za kikabila. Hawakuangi viongozi wazuri. Hiyo nao ni ukweli. Ndio. Hatukatai. Kwa sababu hilo mimi sipigi upato. So watu kushikana na mirengo za kijamii na kikabila. Sasa uko kwa opposition ama uko kwa upinzani kwa lugha ya Kiswahili. Naam. What if kuna kiongozi ambaye yuko kwa serikali sasa amesimama, anataka uongozi lakini si mkabila. Je, wewe kama mpinzani utamsupport kwa sababu wewe umesema hutaki ukabila? Nadhani hilo ni swala nyeti ambapo hatujalifikia vizuri. Kwa sababu labda tu nikujibu kwa sababu nimesema hatujalifikia, sieti natoroka swali hilo, lakini namaanisha mimi napigia upato Kalonzo Musyoka akuwe rais wa 6 wa Jamhuri ya Kenya. Kwa ufupi mimi ni mwanachama wa chama cha Wiper Patriotic Front Party. Nikisema bado time haijafika, inamaanisha ya kwamba sisi kama wana Wiper tunasubiria ya kwamba tutatoa gavana hapa Tana River, tutatoa seneta hapa. Kwa hivyo unamaanisha ya kwamba huenda yule kiongozi mzuri unayemtaja ya kwamba ako upande wa serikali, huenda atakuwa kwenye Wiper. Kwa Wiper si tatizo. Yaweza kuwa maybe amekosa ticket, lakini wananchi wa Tana River wanampenda. Tusitaje chama, tusitaje lakini what if itakuwa hayuko kwa mrengo wao, hayuko ama kwa upinzani. Kwa upinzani wewe utamsupport na pengine ameonyesha ari yake ya umoja, mshikamano na bila ukabila. Ndio. Nadhani tukisema upinzani ni mambo ambayo tunataka kubadilisha kitaifa, serikali ya kitaifa. Lakini nikikuja hapa nyumbani Tana River, mimi siwezi kataa wananchi wa Tana River kuchagua kiongozi mzuri. Endapo mtu ni kiongozi mzuri kushinda yule ambaye labda atakuja tu kujiingiza kwa chama, basi mchagueni yule mzuri. Na labda hiyo swala inamaanisha ya kwamba in short, tukisum up hiyo swali lako, inamaanisha je, Tana River tunaweza chagua mtu bila kuangalia chama anakuja nayo? Kwanza swala la Tana River venye mimi naweza sema na venye tuseme utafiti wangu, naweza sema Tana River ni mahali ambapo hawaangalii chama. Tana River wanaangalia wamependa mtu fulani. Chama ni kweli kwa sababu tukiangalia historia, sasa hivi tuko na gavana ambaye ametoka chama cha ODM, ambayo ni chama cha upinzani mwaka 2022. 2022 ODM ndio ilikuwa na rais mpinzani ambaye ni Raila Odinga. Tukakuwa na seneta wa chama cha UDA ambao ni chama cha serikali, chama cha rais. Tukakuwa na women rep and akokana. Wale wabunge tuko nao wanatoka chama tofauti wote watatu. So kumaanisha ya kwamba chama haina uzito mkubwa Tana River. Haina uzito mkubwa kwa sababu iko vigezo vingine tofauti ambavyo wana Tana River wanaviangalia. So mimi naweza dokezea kwamba ama naweza kubaliana na wewe ya kwamba uzito wa chama, hatujui labda mwaka 2027 kunaweza kuwa na mapenzi makubwa ya Kalonzo Musyoka na Tana River wote wakachaguliwa chini ya Wiper Patriotic Front. Umekuja kumpigia rais wako debe. Safi, inakubalika pia. Ni jukwaa huru hili. Mtazamaji wetu, kumbuka hii ni Nameka Live Show, na vile vile siku ya leo tuko na mgeni wetu Mheshimiwa J Mohamed kutoka maeneo ya Galili, ambaye vile vile ni mwaniaji wa kiti cha MCA maeneo ya Garseni Central. Ukumbuke hii ni Voice It Studio iliyoko kwenye barabara ya kuelekea kwenye ofisi ya DCC
sisi hapa mjini Minjila. Mpenzi mtazamaji, tuweze kurudi kwako mheshimiwa ama Hon J. Naam. Tumeweza kukoma kwa mirengo ya kisiasa, si ndio? Mambo ya ukabila, yes, na vile vile chama. Wewe ni aspirant wa MCA maeneo ya Garseni West. Kwa nini? Central. Samahani, Central. Garseni Central. Yes. Je, unataka kusema kiongozi aliyoko madarakani sasa hajawajibika ipasavyo, ndio maana wewe umekuja kupigania nafasi hiyo, ama umeona hana mpinzani ndio maana umejitokeza? Mpinzani anaye, alikuwa na wapinzani na walishindwa kutoboa, ama kando na mimi bado wapinzani wapo hata saizi, na sisi wameshindwa kutoboa, lakini nilivyokuambia hapo awali, I want to reiterate it again. Nilivyokuambia hapo awali, mimi niko na imani ya kwamba labda sera, idea na maono niko nayo kwa Garseni Central, sio ile maono yeye aliyeko mamlakani yako nayo kwa wana Central. Yule mpinzani wake mwingine aliyekuwa hapo awali ana maoni tofauti. Kwa hivyo mimi nimekaa chini nikaangalia ya kwamba nikaona yale maono na sera ambazo mimi niko nayo kwa wana Garseni Central ni sera mzuri, na nikawa na imani ya kwamba nitakapopewa nafasi naweza kufanya mawili matatu ama mengi ambayo yatakuwa tofauti na wale ambao walioko mamlakani wamefanya. Kwa ufupi naweza sema hata kama wamefanya hawatafikia pale mimi nitafikisha. Okay, so doctor, asante sana. Yes.